ABC na Wakenya ambao wanatusikiza, tuna sababu nzuri ya kumuunga mkono huyu rais. Niwaulize, nyinyi mnataka kubadilishiwa ama hamtaki kubadilishiwa? Tumehubiriwa kwamba tusikubali kubadilishiwa. Nataka niwaulize Wakenya, rais amefanya kazi, tusikubali kubadilishiwa. Niwaulize wanawake wetu, ukipewa amani na upewe vita, utachagua amani ama utachagua vita? Ukipewa maendeleo na porojo, utachagua maendeleo ama utachagua porojo? Bas, maendeleo ni Rais William Ruto. Maendeleo ni kuendeleza Kenya mbele. Ndiyo maana hata leo nimeona mmesema woman moving forward kutoa darkness. Na nikaamini kwamba hiyo ni ile ruwaza rais ametoa juzi ya Vision 2030. Nikimalizia, Mheshimiwa Rais, Vision 2060. Nikimalizia, Mheshimiwa Rais, nataka nikushukuru kwa sababu umetoa pesa ya kumaliza Thwake Dam, 10.6 billion. Na hiyo Thwake Dam itasaidia watu wetu sana. Na najua katika mipango ya National Infrastructure Fund, shida yetu kubwa Machakos, Makueni na Kitui imekuwa ni shida ya maji. Na sisi tunaamini kwamba wewe ndiye rais ambaye atamaliza shida ya maji kwa jamii ya Wakamba. Nikuulize kwa heshima, Mheshimiwa Rais, utusaidie mambo ya maji. Andomaitu mwe ini museo na mabinda onthe nitu amukulia kwa ndaya mwasioka kula musiokete muboye musumbe ni muboya. Nitu amukulia kwa ndaya ila twaweta maendeleo tuendo maendeleo na maika kwanywe nabu nibo betu uta ni mubea na mwe ina mwathime. Thank you. Makofi kwa Mheshimiwa Mutuse. And after all, like I said before, this two-term thing is spiritual. Kwa sababu Jesus Christ alikuja huku, akafanya maneno, akaenda, akasema atarudi tena. So atarudi tena for the second time. Sasa si mnaona sasa iko hii kitu iko ni kikanisa ni kibibilia. Tuko tu ndani ya spirit. Asante sana kwa hayo. Nataka nimuombe on behalf of the government officials ambao tuko na wengi sana hapa. Mheshimiwa Rais, katika ile hali ya kuhakikisha kila sehemu ya nchi ya Kenya imepewa nafasi katika serikali ya Kenya Kwanza, hapa Ukambani tuko na over 50 senior government officials. Wawe ni PSs, wawe ni mawaziri, wawe ni commissioners, wawe ni chairpersons of parastatals, directors, etc. And on behalf of them, nataka nimuulize on behalf of the government officials, Terry atatusalimia, na kabla ya Terry naambiwa kuna rafiki yetu pia ametujoin ambaye nitampatia nafasi kidogo tu atusalimie kidogo. Mheshimiwa ambaye tunamtambua kutoka kule Makueni, Mheshimiwa Kaloki ambaye pia ni gavana aspirant wetu kule Makueni. Karibu sana. Karibu professor. Kwa kweli leo mimi nina furaha tele sana kwa sababu Your Excellency, tukiwa hapa hii kanisa la ABC ikiongozwa na Dr. Ndabuki Archbishop kule Makueni, tunakuanga sana na Archbishop. Lakini ile furaha yangu kubwa, Your Excellency, ni kusema hii kanisa ya ABC, Archbishop wetu Ndambuki akiwa pale Makueni anasupport kanisa, anasupport maendeleo na anakupenda sana Your Excellency. Leo nikitoka Makueni kwangu, ninajua nikitoka hapa nitapeleka furaha mingi sana kwa watu wetu kule Makueni. Na niseme kule Makueni, Your Excellency, sisi pia tunasimama na rais wetu. Your Excellency, watu wa Makueni wanapenda maendeleo
na vile vile kuna maendeleo mingi sana ambao umeanzisha kule Makueni, na kila mahali tukienda pale Makueni, Your Excellency, watu wa Makueni wanataka ufike kule ili wakuone, na wanasema watasimama na wewe 2027, watakupikia kura mingi sana, iwe ile county ambao itakuwa na kura mingi sana katika the 3 counties. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Hapo kwa mingi hapa Machakos tutawashinda. Haya, karibu Terry. Asante sana, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the clergy, my good sisters, women in faith, good afternoon. Good afternoon once again. I am greatly honored to be part of this conference. Today we are here to celebrate strength, resilience, and leadership of women. We want to thank you for the leadership of the church, Madam Mary, our super bishop. We are so proud of you. Today we go home different women. If you listened to today's sermon, I'm very sure you will go home a different woman, a different person. Your Excellency, as part of your PSS, I know the work you're doing across the country. The woman is a direct beneficiary of the projects you are undertaking across the country. You go to the housing, a woman will have a good house. Markets, kwanza hiyo ya markets, wacha niwaambie, tumewekewa hata mahali ya kunyonyeshea watoto wetu. Your Excellency, we want to thank you for that. Because if a system is not working, if there is no development in a country, number one to be affected is a woman. Because it is about our children, it's about the society, it's about everybody. But Your Excellency, we are not just but beneficiaries of development. We are also drivers of the economy, drivers of our families, and drivers of our communities. So, Your Excellency, this is the first administration to have as many women in government as possible, including Kinateri, wenye hawana majina kubwa. So we want to thank you, and we want to tell you, sisi hatutakubali kubadilishiwa. Si tumesikiza hizo maneno yote tumeongea ya maendeleo, na tunasema sisi ndio wa kwanza kupata hiyo manufaa yake, hatutakubali kubadilishiwa. Ama namna gani? Kwa hivyo kwa hii umati yote, I think ni mimi tu niko na ruhusa ya kusema tutam bila kukatazwa na mtu. Kwa sababu leo tunaongea maneno ya wanawake. So asante sana on behalf of all the government executive who are here. We have directors, we have ambassador here with us, and many others amongst ourselves. So we want to thank you. We want to tell you to continue doing what you are doing. We are behind you. Na sisi pia bado ndio uamka kwenda kupiga kura. Si namna hiyo? Msisahau, mtu akikutendea mema Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, date yake ya Saturday, tusisahau. Asanteni sana. And now let us be kindly or be upstanding so that we welcome His Excellency the President to address us. Asanteni sana, Your Excellency.
Haya, asanteni sana. Tafadhali mnaweza keti chini. Askofu wetu mkuu Timothy Ndambuki, askofu wetu kiongozi wa kina mama ama wanawake wa imani wa kanisa la ABC, Bishop Mary, maaskofu wale wengine wote, ndugu viongozi, kina mama wa imani, amjambo. Mbaito muyaseo inge mwiya ine museo na mavinda onde mwiya iyata iwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana kina mama. Mimi kwanza nachukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii ya kipekee tuweze kuungana na kina mama wa ABC. Vile mnavyojua, Archbishop wenu Archbishop Ndambuki amekuwa rafiki yangu wa karibu sana, na kwa sababu hiyo kanisa la ABC limekuwa karibu, inakuwa kanisa pia mshiriki mimi. Nimesikia Mama Mary askofu wetu akisema, ama kulikuwa na mtu pale alisema, wameniona sana nikienda kanisa la AIC na ameniomba ya kwamba nikuja kanisa la ABC. Lakini askofu wangu Abraham Mulwa yuko hapa, na ukimuuliza huyu askofu wangu Abraham Mulwa, mara ananilaumu sana, ananiambia, wewe tunakuona kwa kanisa la ABC, tulikuona kule Mitaboni, tumekuona huko, mbona hujakuja kanisa la AIC? Sasa unaona vile niko na matatizo. Lakini mimi nafurahi kwamba Mungu amenipatia nafasi hii kuungana na kina mama wanawake wa imani wa ABC katika sherehe hii ya kitaifa ambayo mumekuja kutoka sehemu mbalimbali ili muungane, muweke imani na mujenge kanisa letu la ABC. Mimi nasema kwenu pongezi sana. Furaha yangu zaidi, nimeambiwa ya kwamba kila mama ambaye amekuja hapa amejilipia, amejituma na amekuja kwa mbinu yake mwenyewe. Nyinyi ni watu wa ajabu sana, na mimi nasema pongezi. Mimi napenda sana kufanya kazi na watu wa kujituma na watu wa bidii, kwa sababu hiyo ndio inahitajika kujenga kanisa na kujenga taifa. Hatuwezi kujenga kanisa letu kama sio watu wa bidii, sio watu wa kujituma. Na vile vile hatuwezi kujenga taifa letu la Kenya kama tutategemea wengine. Inafaa tujue ya kwamba kujenga kanisa inatutegemea sisi, kujenga taifa inatutegemea sisi. Na ndio mimi nafurahi kuwa kati yenu, kwa sababu nyinyi na mimi na wengine wengi tunaamini kwa kujituma, kwa kufanya kazi kwa bidii na kwa kuwajibika. Hivyo ndivyo tutakavyojenga kanisa letu. Na nimesikia vile kanisa la ABC limetoka mahali mbali. Ilianza vile mmesikia kiwa ni kanisa ya wanaume peke yao,
Na nimeuliza askofu hapo, hii wanaume mbona walikuwa na ubaguzi kiasi hii? Akasema kuna maneno walikuwa naongea kama wanaume. Lakini mambo hayakwenda mbali kwa sababu kina mama hawakukuweko. Lakini wakati wanawake waliungana na kanisa, ndio tunaona kanisa la ABC limepiga hatua. Wanawake wa imani wa ABC, mimi nasema pongezi sana kwa kutia bidii kanisa la ABC ikawa vile ilivyo leo. Tulikuwa pale Mitaboni. Nilikuwa pale wakati tulikuja pia kwa mambo ya university yenu. Na muliniuliza wakati huo tuweze kuwasaidia katika mambo ya kusajili university yenu, serikali iwawezeshe kuwapatia leseni ya kufundisha watoto wetu wa Kenya kama university. Mimi nafurahi ya kwamba leo kanisa lenu liko na university ya Eastern Kenya Integrated University. Na kama serikali tumetoa idhini ya interim certificate ya university yenu ya Eastern Kenya Integrated University. Furaha yangu zaidi ni kwamba nyinyi pia mnafanya bidii. Nimepata kujua ya kwamba mnaendesha ujenzi wa kanisa hilo. Na mimi nimekubali ya kwamba nitakuwa mshirika wenu katika ujenzi wa university hiyo. Kwa sababu university hiyo itatoa nafasi ya masomo kwa watoto wa taifa letu la Kenya. Sio wana ABC peke yao, lakini watoto wote wa kutoka makanisa zote, kutoka jamii zote, pembe zote za taifa letu la Kenya. Na sababu hiyo mimi nawahakikishia kwamba nitakuwa mshirika wenu, tutafanya kazi hiyo kwa pamoja, na Askofu Ndambuki kama rafiki yangu atajua vile tutashirikiana kuendesha ujenzi wa university yenu. Vile vile furaha yangu ni kwamba nimekuwa hapa Machakos. Mbunge wetu wa hapa Bwana Caleb Mule ameongea yale ya maendeleo ya sehemu hii, na mimi nataka niungane na watu wa Machakos, watu wa Ukambani, kuwaambia ya kwamba mimi niliamua wakati mlipatia mimi nafasi wa kiongozi wa taifa letu la Kenya ya kwamba taifa letu la Kenya ni taifa moja. Jamii tulizonazo hapa katika taifa letu la Kenya ni jamii tumepatiwa na Mungu. Sehemu zote za taifa hii ni ya muhimu, na nilisema ya kwamba ile siasa ya zamani ambayo sehemu zingine za Kenya zilibaguliwa, hiyo siasa tutazivunja na tutahakikisha ya kwamba tuko siasa ya kuunganisha jamii zetu zote na maendeleo ipatikane katika kila sehemu ya Kenya, kwa sababu wa Kenya ni moja. Kwa hivyo nimetengeneza serikali ya broad-based ya kuleta Wakenya wote pamoja, na nikasema ya kwamba yale yanafanyika Rift Valley yatafanyika Eastern, yatafanyika Central, yatafanyika Coast, yatafanyika Northeastern, yatafanyika Western, yatafanyika Nyanza, kila sehemu ya Kenya, kwa sababu hatutaki tena siasa ya chuki na ukabila na ubaguzi. Tunataka siasa ya kuunganisha watu wa taifa letu lote la Kenya, kwa sababu ni mapenzi ya Mungu. Ukisoma Zaburi 130 mstari kwanza inasema ni vizuri jinsi gani ndugu wakiishi pamoja kwa umoja. Sehemu ya 3 kwa hiyo Zaburi 133 inasema
pale penye umoja, Mungu anaamurisha baraka. Tukiungana pamoja kama taifa la Kenya, Mungu atahakikisha kwamba tumebarikiwa na taifa letu litapiga hatua ya kwenda mbele. Mimi nawauliza wanawake wa imani, kina mama wa ABC, tuungane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja, tuunganishe taifa letu la Kenya. Hapa Machakos, kwa sababu leo niko hapa baada ya mkutano huu, huyu Caleb mbunge wa hapa, tuko na shughuli na yeye. Kuna barabara waliniuliza tujenge hapa Machakos. Hapa Machakos tuko na barabara 8 ambazo zilikuwa zimekwama. Tumezikwamua, saa hizi inaendelea kujengwa. Tuko na barabara ingine 7 ambayo tumeanzisha. Moja yao ni barabara naenda kuanzisha saa hizi ya kutoka Magaveti kwenda kule Iyuni. Na tuko na barabara zingine 7 hapa Machakos. Hapa Machakos vile mumesikia mbunge wenu akisema, tumewapatia budget ya shilingi bilioni 35 ya housing, markets na hostels. Hapa Machakos tunawajengea masoko 20 mpya. Kuna yenye inakaribia kukamilika, kuna yenye tunaanzisha, na mimi niliambia huyu mbunge wetu wa hapa Machakos Town, pia ile soko ya Machakos katikati hapa, ile ya town katikati, ni soko ya zamani sana. Mimi nimewatafutia pesa milioni 400 kuwajengea soko mpya ya Machakos Town. Tuhakikishe ya kwamba hakuna sehemu ya Kenya inawachwa nyuma. Nikisimama hapa, hiyo budget ya bilioni 35 kujenga nyumba 11,000 hapa Machakos County, kujenga soko 20 mpya na kujenga hostels ya watoto wetu pale kwa university, pale kwa TVET, kwa KMTC. Tunataka hapa Machakos watoto wetu 7,000 tutawajengea mahali ya kuishi ama hostels, ndio elimu iweze kuendelea kwa njia ya sawa sawa. Na sio Machakos peke yake tunafanya hiyo kazi. Kitui nilikuwa huko juzi. Makueni mimi niko njiani. Kwa sababu tunafanya hiyo kazi sehemu hii yote wakati tunafanya katika taifa letu la Kenya. Na ni kwa sababu mimi naamini kwa umoja ya taifa. Ile siasa ya zamani ya kubaguana na uchuki na ukabila sisi hatutaki. Tunataka kuunganisha taifa letu la Kenya. Vile nikiwa hapa Machakos, mbali na barabara, mbali na affordable housing, tuko na program ya stima, tuko na maneno ya maji. Tumeongea na hawa viongozi wetu wa hapa, tumeongea maneno ambayo inaendelea pale Konza City, kwa sababu tunataka kutumia teknolojia kusukuma uchumi wa taifa letu la Kenya kwenda mbele. Vile mimi nataka niwaulize kina mama ya kwamba kila mtoto wa Kenya asikose nafasi ya kwenda shule. Tumeweka pesa nyingi kusomesha watoto wa Kenya, kwa sababu masomo ndio inatuletea usawa. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Na wauliza kina mama, tumeweka pesa nyingi kusomesha watoto wa Kenya. Tumeajiri kwa miaka mitatu waalimu 1,100, tunaajiri waalimu wengine mwisho wa mwaka huu. Kwa sababu nimesema hatutaki mtoto aende shule akose nafasi ya kusoma. Every child in Kenya apate nafasi ya kusoma. Tumeweka pesa ya kutosha kwa mambo ya kujenga madarasa. Tumenyorosha ile program ya CBC, na vile tumepeleka mapendekezo bunge ili tuwe na funding model ambayo itahakikisha kila mtoto ambaye anapata kwenda university ama kwenda KMTC ama kwenda TVET wawe na pesa ya kutosha bila ya wazazi wao
kuwa na mzigo ya somesha watoto wale. Tuweze kuhakikisha kwamba there is enough resources to teach all our children that are placed in our TVETs, in our Kenya Medical Training Centers, and in our universities. Hiyo kazi yote tuweze kushirikiana kwa pamoja. Mimi vile vile nataka niwaulize kina mama wa ABC, mujisajili ndani ya SHA, kwa sababu pale nyuma watu wengi waliuza mali yao, wengine wakauza mashamba, wengine wakauza ng'ombe, wengine wakauza mali kwenda kulipia gharama ya hospitali. Mambo ya hospitali ikawa ni kama starehe ya watu matajiri, wale wako na kazi na wale wako na uwezo. Na ndio nilisema tutengeneze universal health coverage. Leo ukijisajili ndani ya SHA, nia yetu kama serikali ni kuhakikisha kwamba kila mwananchi aende hospitali, atibiwe, aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Kila mwananchi. Hapa Machakos County, furaha yangu ni kwamba wananchi wa Machakos County 1820 wamejisajili ndani ya SHA tayari. 58% of the people in Machakos County are already registered in SHA. Kwa mwaka moja na nusu tumetuma pesa hapa kutoka SHA shilingi bilioni 3.5 ya kulipia gharama ya hospitali ama facilities ambazo ziko hapa Machakos County. And we are doing it in every part of the Republic of Kenya. Na wauliza nyinyi kina mama, mumejisajili ndani ya SHA ama bado mnangoja? Mumejiandikisha? Kina mama mmejiandikisha? Hebu nione kwa mkono wale wamejiandikisha. Hala, nyinyi wote mumejiandikisha? Na mimi furaha yangu ni kwamba leo ukienda kijiji fulani utakuta mzee, kijana ama mama ambaye anasema amelipiwa na SHA. Ukienda mahali fulani utasikia amelipiwa na SHA. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Wale wengi ambao wanasema SHA ifanyi, wao hawajajisajili ama hawajagonjeka ama hawajawahi kwenda hospitali. Mimi nawauliza tuachane na maneno ya porojo, wewe ujiandikishe ndani ya SHA, ile ingine tutapangana kama serikali, na mimi nitanyorosha hiyo maneno mpaka ifike wakati hakuna Mwanakenya mmoja hata mmoja ambaye atalipishwa akienda hospitali. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana kwa sababu leo mimi nimefika hapa kama mgeni wenu na bado tuko na shughuli nyingine. Kwa university hii ya Scott, mimi nimezaliwa na kulelewa na kanisa la AIC, na hii ndio university yetu hapa. Tuko na maneno kidogo, lakini tutapanga. Nimekubaliana na Vice Chancellor wetu wa hapa, na ile kazi tumekubaliana, wale makontrakta watakuwa hapa Tuesday, tuweze kujenga mjengo wetu mkubwa wa university hii yetu, ndio watoto wa Kenya wengine wengi wapate pia nafasi yao ya kusoma katika university yetu hii ya Scott Christian University. Mimi nafurahi, nasema asanteni sana kwa kunikaribisha hapa. Mimi nawaomba tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja ili tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Mwisho, mimi nawauliza wale ambao wote tumepata nafasi ya kuwa viongozi katika taifa letu la Kenya. Kiongozi anapimwa kwa ile kazi anafanya. Kiongozi apimwi kwa porojo, maneno, matusi, mambo ya chuki ama ukabila. Kila kiongozi anapimwa na kazi amefanya. Na wauliza viongozi wote, kila mtu afanye bidii. Ndio wakati ukifika, hawa wananchi watajua ni nani amefanya kazi, ni nani wa matusi na fujo na fitina na mambo ya ukabila na chuki.
Sisi tunataka kupiga hatua ya kwenda mbele. And I might say this, that as the people of Kenya, we have raised the bar of leadership. It is no longer about insults or slogans. It is about a track record, a plan, an agenda, and a program. The people of Kenya will assess every leader on account of their track record, on account of their plan and their vision. So, watu wa Kenya hawana haja na wale wanatubagua ama wale wanatugawanya. Wale ambao wanagawanya wa Kenya, ati hawa ni cousins, wale ni wasaliti, wale ni maadui, wao hawana nafasi katika Kenya hii. Kenya hii inahitaji umoja. Wakenya wote ni ndugu moja. Sisi wote tunafaa mbele ya Mungu, na ni mapenzi ya Mungu sisi wote tukae kwa amani na kwa umoja. Na ndio mimi nashukuru kanisa letu la ABC kwa sababu nyinyi vile mumejitolea na mnafanya bidii, mnaweka kielelezo kizuri kwa taifa letu la Kenya ili tuweze kutembea kwa pamoja. Nyinyi vile vile nimesoma, mumesema pale kwa ile pamphlet mumetupatia hapo, mumesema medhu mbe, ama mmesema namna gani? Ati? Macho mbele. Mumesema macho mbele. Ndio mimi nasema beyond 2030. Macho mbele. Beyond 2030. Sisi inaonekana tuko safari moja. Vile nyinyi mnasema macho mbele, ndio tunasema hata na sisi pange mambo yetu beyond 2030. Macho mbele. Na kwa sababu hiyo mjumuike, muungane na Wakenya wengine. Mambo ya kupanga mambo ya usoni ya taifa letu la Kenya sio kazi ya serikali peke yake. Ni kazi ya wananchi. Tunataka tujue tutatembea pamoja namna gani. Tuondoe njaa, tuwe na maji, tuwe na masomo, tuwe na utajiri, tuondoe umaskini. And it is possible tukiungana na tukishirikiana. Mimi naelewa kabisa kwamba sehemu nyingi ya Kenya inahitajika maji. Na ndio sababu leo tuko na National Infrastructure Fund ambayo kazi yake ya muhimu ni 3: kuweka muundo msingi, kutengeneza mambo ya power ama stima ama electricity, na jambo la 3 kupanga mambo ya dams ili tuwe na maji ya kutosha kuzalisha chakula kwa mifugo yetu, na vile vile kuhakikisha kwamba tunazalisha kilimo hasa katika sehemu hii ya Ukambani. Ndugu wana ABC, mimi nasema asante sana. Nimefurahi sana kufika hapa. Tutakuja siku ingine tuseme yale mambo ingine. Si mkirudi nyumbani mtasalimia watoto wenu jameni, na familia zenu, na si mtabarikiwa? Mtabarikiwa, si ndio? Na salamu mtanisaidia kufikisha kwa familia zenu. Na nyinyi nawauliza, mmejipanga mambo ya mwaka ujao? Mmejipanga vizuri? Mmejipanga aje? Ati mmejipanga aje? Ati mmejipanga aje? Ati mmejipanga aje? Sasa niwaulize nyinyi, unajua tutam iko mara 2. Si ndio? Hii tutam iko mara ngapi? Iko tutam ya ile Yesu kurudi tena, tujipange tuwe tayari. Mmejipanga na hiyo? Ile ya Yesu kurudi. Mmejipanga?
na iko tuta mingine ya yetu ya 2027. Hiyo pia mmejipanga ya tuta ya 2027. Ala, mimi sikujua mko chonjo hivyo. Haya, mimi nasema asanteni sana na waenzi na waheshimu sana, kwa sababu leo tulikuwa tumeulizwa, nimesikia Askofu Mary amesema ya kwamba nyinyi mnataka kujipanga ili muweze kutembea kuunganisha kina mama sehemu zote za Kenya, na mnataka mambo ya usafiri, si ndio? Na huyu askofu alikuwa amenipatia leakage, akaniambia hawa mama wanataka basi. Kwa hivyo wewe ukikuja ukuje ukiwa umejipanga, si ndio? Unajua ni mzuri kuwa na mtu rafiki yako hapo ndani anakuibia siri, si ndio? So tayari askofu, kwa ile account bishop alinipatia nimeweka milioni 10 ya kununua basi. So basi mko naye. Sasa mtaenda kujipanga, lakini pia niko na marafiki wengi hapa wamejipanga pia kusindikiza hiyo maneno, si ndio? Si wakuja wafanye hivyo. Askofu kuja pokea